Ebana, tunaendelea na stori yetu. Hii stori na bamba kinoma. Miaka ilizidi kusonga, jina la Yohana lilizidi kuvuma, si tu kijijini kwake, bali pia katika maeneo jirani. Alialikwa kwenye makongamano ya vijana, akazungumza kuhusu maadili, usubutu na kusamehe. Alianza kuaminika kama mmoja wa viongozi wa kizazi kipya waliojikita katika mabadiliko ya kweli. Siku moja alipokea barua kutoka ofisi ya waziri wa elimu. Alikuwa amealikwa jijini Dodoma kuhudhuria hafla ya kutunukiwa tuzo ya taifa ya elimu kwa wajane na yatima kutokana na mchango wake mkubwa katika jamii. Hafla hiyo ilihusishwa moja kwa moja kwenye runinga na waliosikia hadithi ya maisha yake walilia kwa hisia. Lakini licha ya heshima hiyo, Yohana alibaki mnyenyekevu. Aliporudi kijijini, aliendelea kulima bustani yake kama kawaida. Hakuwa mtu wa kujisifia. Hapo ndipo majaribu yalipoanza. Watu fulani wenye wivu waliungana kujaribu kuharibu jina lake. Wakaanzisha propaganda kwamba Yohana anatumia misaada kujinufaisha. Walidai fedha za misaada hazifikii walengwa. Hilo liliwavuruga baadhi ya wakazi wa kijiji. Mikutano ya siri ikaandaliwa hadi viongozi wa serikali wakalazimika kufanya uchaguzi. Ukweli hauna haraka, lakini haupotei. Ataishi anayejenga, si anayebomoa. Baada ya wiki kadhaa, kamati ya ukaguzi ilitangaza kuwa hakukuwa na hatia yoyote dhidi ya Yohana. Kila senti aliyopokea kwa shule na miradi ya kijijini ilikuwa na risiti, ushahidi na matokeo. Wale waliompinga wakavuliwa nyadhifa zao za uongozi kwa uchochezi na uongo, lakini Yohana hakufurahia kushindwa kwao. Badala yake aliwaendea na kuwaomba washirikiane naye kwa ajili ya kizazi kijacho. Hapo ndipo watu walipomwona kuwa mtu wa tofauti, mtu mwenye moyo mkubwa kuliko maumivu aliyowahi kusababishiwa. Mwaka mmoja baadaye, kijiji kilipata umeme kwa mara ya kwanza, juhudi zilizowezekana kwa msukumo wake. Shule ya Tumaini ikapanuliwa na kuwa kituo cha elimu cha mfano kilichovutia wageni kutoka mataifa mbalimbali kutembelea. Wazazi kutoka miji ya mbali walikuja kusajili watoto wao hapo, na kijiji kilichowahi kumfukuza sasa kilimtangaza kama mwanafahari ya kijijini. Katika mahojiano ya redio aliulizwa, nini siri ya mafanikio yako? Akasema, nilipofukuzwa niliapa kurudi siku moja, si kwa hasira bali kwa matokeo. Nilijua kilichoanza kwa udhalilishaji kitaisha kwa heshima kama mtu hata kata tamaa. Na huu ndio mwisho wa stori. Usikose kufuatilia mwendelezo wa stori hii. Asante.